na siku zote. Alafu sawa, tusimame. Kabla hatujaomba, ninapenda tusome katika kitabu kile cha Mambo ya Nyakati ya Pili sura yake ya 7. Fungu lake ni la 16. Tuanzie kwenye fungu lake la 15. Neno la Bwana linasema hivi: sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakasa, ili kwamba jina langu lipate kuwako huko milele. Yatakuwako na macho yangu na moyo wangu daima. Leo ninataka nitoe mwito wa ombi la kipekee sana, na itakuwa namna hii. Watu wanakuwa na mahitaji mengi ambayo wanahitaji Mungu ajibu, lakini miongoni mwa hayo mahitaji ulio nayo, kuna hitaji ambalo linaitwa hitaji funguo. Hitaji funguo maana yake, Mungu akijibu hilo, mengine yote utakuwa umejisikia salama. Hiyo ndiyo ninaita hitaji funguo. Ni kweli tuna mahitaji mengi, lakini kuna lile ambalo unasema ninaweza taka kwanza kwa yote ninayohitaji Mungu ajibu hili. Akijibu hili, nitakuwa nimekuwa salama na mengine. Kama kuna mtu ambaye anahitaji limemsumbua muda wa kutosha, na hata hilo limemzuia kutofanya mambo mengine, tapiga hatua hapa mbele, tutaomba kwa ajili yake. Una mahitaji mengi, ni kweli, lakini kuna mmoja ambayo hiyo Mungu akijibu atakuwa amekufungulia milango mingine yote. Sogea hapa mbele. Tazama, wewe ni Bwana Mungu wa wenye mwili wote. Je, kuna neno gumu lolote masikio yako na moyo wako kusikiliza hiki ambacho ninataka kuongea. Katika kitabu cha Marko sura yake ya 10 fungu lake la 51, Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Swali hili linarudi tena katika maisha yako jioni ya leo.
Yesu anakuuliza, Yesu ananiuliza, wataka nikufanyie nini? Na yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Macho ilikuwa ndiyo hitaji lake funguo. Huyu Bartimayo alikuwa na uwezo wa kumwambia Yesu, nataka nipe gari, nataka nipe gorofa, nataka nipe mali, nataka. Lakini hayo yote hakuona kama ndiyo hitaji funguo, lakini alijua nikifumbuliwa macho, mengine yote nitafanya nini? Nitayapata. Ndilo lililokuwa hitaji lake funguo. Na wewe ambaye umesimama hapa, fikiria vizuri kabisa. Usitape gauche, tape droite. Yani kifumbuka, nitafanya kazi, nitatafuta pesa, nitafanya hiki na hiki. Kama na wewe pia hitaji lako ni kazi, ili mambo yako mengine yote yaendelee, mwambie Mungu afungue. Kiwa hitaji lako ni kupata mke ambaye atakusaidia kuwa mmiliki mzuri wa maisha yako na mali zako, ambia Mungu akufungulie. Kwa hiyo Yesu alimwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Kila mmoja ambaye amekuja hapa, imani yako ndiyo itakayokujalia kupata hitaji lako. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, wewe uliyeziumba mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji, unayekaa katika nuru isiyokaribiwa na mtu, mwenye dhambi hawezi kufika mahali ulipo asipoziungama dhambi zake na kuziacha. Umezungukwa na makerubi, umezungukwa na upinde wa mvua, wazee 24 wanakizunguka kiti chako cha enzi. Malaika wanasujudu usiku na mchana wakisema, unastahili heshima, utukufu, uweza na mamlaka, utajiri na heshima milele na milele. Viumbe vyako tunakusanyika magharibi ya leo, ambayo umetujalia kuiona. Umeongoza hatua zetu hadi umetukusanya tena magharibi ya leo hapa. Nyumba hii ni nyumba yako ya sala, ambayo umeitakasa, ambayo macho yako yako hapa, ambayo moyo wako siku zote uko hapa. Mungu, tunapokuwa hapa pamoja na mkutano huu, tunahitaji tufungulie mahitaji yetu. Wewe ambaye unayejua hitaji letu la msingi, ambalo likijibiwa mambo mengine yote yatatembea vizuri. Mungu, tufungulie Baba. Ulisema wewe unazo funguo za mauti na za kuzimu. Wewe ushana kumuinua unayemtaka. Mtoto wako tumesimama hapa, kila mmoja anajua kile ambacho moyo wake unahitaji. Ni ahadi yako kwamba tukikuomba mkate utatupa mkate. Ni ahadi yako kwamba tukikuomba samaki utatupa samaki. Huwezi kutupa kamwe kile ambacho hatukukuomba. Na ni hivyo uliposema, tutafute tutapata, tubishe tutafunguliwa. Tunabisha mbele zako katika magharibi ya leo. Tufungulie Baba, nasi utupe funguo itakayofungua mahitaji yetu yote. Huyu baba anayesimama hapa ni mgeni, amekuja kukutana nawe katika magharibi ya leo. Anaporudi hapa, Mungu, ninaomba ufanye kwamba apate kukuona katika maisha yake. Atambue ya kwamba amekutana nawe kama vile Musa alivyokuwa akikutana nawe, alikuwa akirudi uso wake umebadilika. Nao pia uwatendee vivyo hivyo. Sitaki kutaja kile ambacho kila moyo inatamka, lakini wewe unayesoma mioyo yetu, Mungu, tufungulie, nasi tutalitukuza jina lako. Bariki huyu baba ambaye amesimama hapa. Bariki huyu mama, bariki huyu kijana, msichana, hata na watoto ambao wamekuja mbele zako. Tupokee na utubariki. Tuponye magonjwa yetu ili kwamba mambo yetu mengine yaendelee. Tupe akili na Roho wako Mtakatifu pekee atuongoze katika maisha yetu. Aongoze hatua zetu tunapokutana na vizuizi. Atusaidie tuweze kushinda, na kila mlima uliosimama mbele zetu uweze kugeuka tambarare ambayo tutakayoipitia. Bariki maisha yetu,
Bariki mama ambaye amebaki na watoto ambao wamebaki, ndugu ambao wamebaki nyumbani. Baraka hizi zifuatane nao, na wote wanaotufuata kwa njia ya mtandao wabarikiwe pia kupitia maombi haya. Tenda mengi zaidi kuliko tunavyotarajia, kwa maana wewe ni Mungu unayetenda kile ambacho mwanadamu hawezi kutenda. Fungua njia mahali pasipo na njia, nasi tutalitukuza jina lako. Tunaporudi kwa nafasi zetu, kila mmoja arudi akiwa na amani tulivu katika moyo wake. Ni ombi letu katika jina la Yesu Kristo tunakuomba, amina. Bwana awape haja za moyo wenu. Tunawashukuru tena wote ambao umefika siku ya leo. Ninapenda nione wageni ambao wako katika mkutano, wageni ambao umetutembelea. Ni desturi yetu kuwakaribisha kila siku, hatutachoka kuwakaribisha. Karibuni sana na Mungu awabariki. Na tunawakaribisha tena washiriki wote kwa ujumla. Tunawakaribisha katika somo la leo. Na kama inavyokuwa kawaida yetu, jana tulikuwa hapa na tuliona mambo mengi ambayo yanaweza kutusaidia kama wababa na kama wamama, ili kwamba familia zetu zinusurike, ili kwamba familia zetu ziinuke, ili kwamba familia zetu zisibaki chini. Ninasema hivi, usiridhike na vile ulivyo. Kama wewe ni baba, fikiria siku zote kuendelea. Na pia tukaona vitu fulani ambavyo vinaweza kuzuia baraka katika maisha yako. Tukaona kwamba kuna vitu vingine ambavyo ukipoteza muda, umepoteza maisha yako yote. Na leo ninataka niingie kiundani sana mitego mikubwa ambayo mwovu ametutegea kama wababa wa familia na vijana ambao tutakuwa na familia zetu siku za usoni. Na hivi vinasababisha umaskini na ukosefu katika jamaa, na ukosefu ni moja ya sababu ambazo zinafanya familia nyingi zinatengana. Usishangae kusikia kwamba mama ametengana na baba kwa sababu nyumbani hakuna kitu. Anaamua kurudi kwao kuliko kuendelea kuteseka katika unyumba ambao baba hana faida. Familia kama hizo zipo. Na sasa leo tutaingia kiundani sana tujue hivi vitu vinatokana na nini. Hebu tusome kwanza kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura yake ni ya 15. Kumbukumbu la Torati sura yake ni ya 15, fungu lake ni la 4. Tuone mpango wa Mungu kweli ulikuwa nini kwetu sisi binadamu. Je, Mungu amepanga kwamba, ameridhia kwamba binadamu tuwe na hali hii zaidi sana katika familia? Ikiwa ukosefu unaweza kufika katika hatua ya kugawanya familia, je, Mungu alikuwa amepanga nini? Inasema hivi: lakini hawatakuwako maskini kwenu, kwa kuwa Bwana atakubarikia kweli katika nchi akupayo Bwana Mungu wako uimiliki iwe urithi wako.
Mungu amesema nini? Je, tulifuata usome? Ninarudia tena. Lakini hawatakuwako nani? Maskini kwenu, kwa kuwa Bwana atakubarikia kweli katika nchi akupayo Bwana Mungu wako uimiliki iwe urithi wako. Sio mpango wa Mungu kwamba tuwe maskini. Ninakutangazia hili. Sasa ikiwa leo kuna maskini na jambo ambalo linafanya mtu ajitenge na familia yake, ajitenge na watoto wake, je, hili linaweza kutokana na Mungu kweli? Alikuwa anatoa ahadi kwa wana wa Israeli ambao wataenda kumiliki nchi ya Kanaani, ambao utajiri wao, ulinzi wao ulitegemea na vile ambavyo wangelitii kauli za Mungu. Na tunajua vizuri waliokuwa maskini wa kwanza, wapungufu wa kwanza, walioanza maisha ya kuomba, maisha ya uhitaji, mnawajua? Kitabu cha Mwanzo sura ya 3. Adamu na mkewe katika bustani, maombi yao kwa Mungu haikuwa kama hii ambao tunaomba leo, tupe chakula chetu. Hii inakuja baada ya dhambi. Tusaidie magonjwa isitupate. Yaani formula ya maombi ambayo tunaifanya, formula ya prayer ambayo tunafanya leo, sio hiyo formula ambayo Adamu na mkeo walikuwa wanafanya katika bustani. Kitu ambacho walikuwa wanafanya mle ni kumtukuza Mungu, kumsifu Mungu, sababu nyimbo sio matukio ya dhambi, lakini mahubiri na maombi vilikuja baada ya dhambi. Ndiyo kwa maana utaona watu wanapoimba hakuna mtu mwenye anasinziaka, lakini saa ya maombi na saa ya mahubiri watu wanafanya nini? Nyimbo ni takatifu, sio matukio ya dhambi. Kitu ambacho hakikuathirika na dhambi ni kuimba. Mwanadamu hakuimba sababu amefanya dhambi. Mwanadamu alianza kuomba, alianza kuhubiriwa atubu. Mahubiri lengo lake ni kwamba mtu afanye nini? Atubu. Hivyo havikukuwepo kabla ya dhambi. Mafundisho na conversation ndiyo ilikuwaka. Donc mise en garde, msikule tunda, msifanye hivi. Bwana anasema no, hatuna shida na ile tunda. Sasa baada ya kukosea wakafanya kile ambacho Mungu aliwakataza. Jambo la kwanza ambalo Adamu na mkewe walijikuta ni maskini, mavazi yao yalifanya nini? Yakaondoka. Alafu ile hali ambayo walikuwa wanaiona kabla, wakaona kama imechafuka, imebadilika, hata na uso wao ukabadilika, mawazo yao yakabadilika, wakajikuta kama wanajikuta wako mwensekirite. Ni mara ya kwanza tunasikia kwamba Adamu na mkewe wanachuma majani. Wanafanya nini? Atelier de couture ya kwanza ilianziaka Edeni. Na haikuanzaka na hii mavikwembe, mimi ilianziaka kumajani. Wao niambie walifanyaka kutire gani na mashini gani kusudi bajifu wapate mavazi? Je, tukiomba Mungu atupe mavazi, hatuko maskini tunakosa mavazi? Ni baada ya hiyo wakaanza kukosa mavazi. Pili, wakajikuta kama maeneo ambao wako ndani hawastahili tena kuwa ndani. Wakakuwa wakosefu, wakaanza kujificha. Maskini hawatembeaki hovyo, anaogopa asiende kwala kuhubira hivi watu ama matomate za watu azimwange chini wamlipisha akose za kulipa.
wanakuwa wako isole, nisiende gonga mafuta ya watu ni mwange, watanilomba pesa, nitatoa wapi za kulipa? Wakajiizole, wakaanza kujificha. Na ni hapo Mungu alikuja kuwatafuta, sababu walikuwa wamekuwa wakosefu. Dhambi ndiyo chanzo cha kwanza cha umasikini katika maisha ya mwanadamu. Ukiwa mtu wa kuzoea dhambi, unajiletea umaskini aina mbili, wa kimwili na wa kiroho. Hii ni jambo la kwanza. Na jana niliwaambia kina baba ambao walikuwa na mali, lakini kwa sababu ya zinaa, familia imebaki maskini. Ameenda kutembea na mke wa watu huko, wanamshika, anasinye na parcele na kitanda yenye bibi yake analalaka hako. Kila kitu kinaenda. Dhambi ndiyo barabara ya kwanza ambayo inageuza maisha ya mwanadamu kumfanya kuwa muhitaji. Alafu kuna kitu kingine. Dhambi inakuwa na mareo. Tuseme dhambi ni mti, alafu iko na matawi. Dhambi, bwizi, choyo, mauaji, hivi na hivi na hivi, ndiyo matawi inayojenga, inayoota katika dhambi. Ukiwa mtu ambaye unazoea dhambi, dhambi itaende na kukomala hako pole pole. Leo unaanza na hii, kesho yake nyingine inaongezeka, kesho yake nyingine inaongezeka. Ni sawa sawa na mtu ambaye amezoea tabia ya kulewa pombe, umekuwa mlevi kabisa. Pombe yao yenyewe kwanza, Biblia inatukataza na inakuwa na madhara. Kuna mtu ambaye aliingiza hatari katika familia yake kwa sababu ya pombe. Kusoma kitabu cha Mwanzo sura yake ya 19. Na hii pombe bila tu kugeuza akili, lakini inakusukuma haraka sana katika dhambi ya uzinifu. Walio wazinifu wengi leo wanaliamsha na pombe. Na hiyo ni barabara mbaya sana ambayo shetani ametega watu wengi. Anaona huyu baba ni msabato ama ni mkristo wa aina fulani, haiko mzinifu, nitampataje? Hawezi kujaribu wanawake wengine hivi, nitampataje? Anaona hivi sitampata kule, nitamwanzia wapi? Kupombe. Na hiyo inakuwa barabara ya kukupeleka mpaka huko. Sasa leo nitawatajia vitu fulani ambavyo vinaingiza kosefu katika nyumba. Jambo la kwanza, tamaa. Na hii tamaa inakusukuma kuiba. Ukiwa mtu ambaye unatamani vitu vikubwa na huna bidii ya kufanya kazi, utaiba. Na jana niliwaambia mtu ambaye alikuwa na kazi yake nzuri, lakini kwa sababu ya tamaa akakuwa nani? Akaiba. Na mnajua wizi ulikompeleka, alifanya hivyo muda mwingi, lakini siku moja akashikwa. Yeye mwenyewe kwanza akafungwa, alafu na familia yake ikabaki huko ikilia. Tamaa mbaya. Na kitu kingine, marafiki wabaya. Kuna mtu ukikutana naye katika maisha yako, ulikuwa napenda kanisa, mambo ya kanisa inaishia pale. Kuna mtu ukikutana naye katika maisha yako, ulikuwa wewe si mlevi, lakini unakuwa nani? Kuna mtu ukikutana naye katika maisha yako, ulikuwa hutaki kuzini na watu na wanawake wengine, lakini kwa sababu ya watu hao ambao umekutana nao na wanaokuzunguka kama marafiki zako, unaweza kuingia katika dhambi. Kuna wasichana wengi sana ambao wameharibika kwa sababu ya marafiki wabaya.
Kuna wababa wengi wamejiunga katika vyama vya mauaji, vyama vya wizi, vyama vya kidnapping kwa sababu ya marafiki ambao wanawazunguka. Na nawaambia wana maneno ya kuconvince. Akikuconvince na maneno akuoneshe combien de fois ile kazi iko sawa, mpaka Mungu awe pamoja nawe ili ukatae. Katika Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo sura yake ya 13, ninapendaka sana safari hii ya huyu mtu. Hapa katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 13 fungu lake la 2. Biblia inasema hivi: naye Abrahamu alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Huyu ni Abrahamu. Lakini sikiliza kinachofuata kwenye fungu lake la 5. Na Lutu aliyesafiri pamoja na Abrahamu, yeye naye alikuwa na nini? Yeye naye alikuwa na makundi ya ng'ombe na kondoo na hema. Ukifanya urafiki na ukikuwa na mahusiano na mtu ambaye ni tajiri, ni 100% na wewe uwe tajiri kama yeye. Kuna mtu alitupatia mahesabu akasema, ikiwa una marafiki marafiki 7 wakubwa ambao unawapenda sana, marafiki 7 masikini, ujue kama wewe ni wanani. Na ukiwa na marafiki 7 matajiri, ujue kama wewe ni tajiri wa nani. Inategemea na mazingira ambayo uko ndani. Huyu Lutu ambaye alikuwa binamu, alikuwa na neve, alikuwa neve wa Abrahamu. Kwa sababu ya kusafiri na Abrahamu, anapokuwa tajiri naye alitajirika. Kuna watu ambao wamekuwa matajiri kwa sababu walikutanana na watu wengine ambao ni matajiri waliowasaidia na wakawaongoza, wakawaonyesha njia. Ndiyo maana chunga mahusiano yako vizuri na watu, sababu hujui ni nani ambaye atakayekusaidia kesho. Jambo lingine linaloleta umaskini na imekuwa mtego, kuoa wanawake wengi. Leo tunaita kwa Kifaransa polygamy. Kuoa wanawake wengi. Na ukinusurika umeoa wanawake wengi na familia yako iko stable, jua kwamba Mungu ana mpango na maisha yako. Babu yangu mimi alikuwa na wanawake 10. Na wengine sijui waliotawanyikaka wakaenda wapi. Nilikuwa naogopa kama baba yangu na mimi asikuwe hata na 5 wala 6 wala 7. Bahati nzuri ana mwanamke mmoja. Na ukiangalia familia ambayo baba amekuwa na wanawake wengi, kuna vurugu. Na hii vurugu inaleta vitu. Baba anapokuwa kichwa kinapigika namna gani atakavyokidhi mahitaji ya huyu, huyu ana watoto, huyu naye ana watoto, huyu naye ana watoto. Hata kuwa na maendeleo yoyote, anaishi tu kutafuta watoto watakula nini, lakini ndio mwisho. Hakuna maendeleo, hakuna kitu kingine. Na inaweza kukuletea kufa haraka. Na sio kufa tu haraka. Kuna watu wengine hawapewi kazi sehemu fulani kwa sababu wanawake wangapi? Unafika mbiro fulani unaenda tafuta kazi, wakaambia kuna bibi ngapi? 2. Hapa tunatafuta mwenyewe kuna bibi mmoja. Sababu wanajua charge. Na hii polygamy ina 90% ya kusababisha mwanaume kufa haraka. Kwa sababu kuna mwanaume ambaye alikuwa na wanawake 3. Huyu mwanamume sasa, kila mwanamke anataka yeye ndio akuwe privilege. Nani atakuwa mmiliki wa kwanza? Na kama mnavyojua, sio kila mwanamke ambaye ameokoka. Kila mwanamke akaanza kutafuta dawa kwa waganga wa kienyeji ili kwamba amteke nani? Mwanamume. Asikuwe na zoea kwa bibi mdogo, asikuwe na zoea kwa bibi mwingine, abakie tu kwangu. Bahati mbaya, huyu mwanamke wa kwanza akaenda kwa mfumu.
Huyu naye akaenda kwa mganga wa kienyeji, huyu naye akaenda. Watu watatu wanaenda kwa mganga wa kienyeji kwa sababu ya mtu mngapi? Si utakufa. Baadaye huyu alipoleta dawa zake, huyu naye akaleta mambo yake, ule naye akaleta mambo yake. Baba akajikuta amewekwa kati na kuchanganikiwa. Hakumaliza mwaka mmoja bila kufa, wote wakamkosa. Unakufa haraka. Jambo lingine, uzembe. Kuna watu ni wazembe, wadhaifu, sijui niseme nini. Nilisema hapa jana, usipotumikisha mikono yako, na Mungu hakusema kwamba atakubariki kwa njia nyingine isipokuwa ya kutumikisha mikono. Alisema nitabariki kazi ya nini? Sasa usipofanya kazi, unataka baraka zitoke wapi? Na ninatoa onyo kwa wazazi ambao mnalea watoto, hamtaki kuwapeleka katika mafunzo mbalimbali ili wajue kile ambacho kitakachowasaidia baada yenu. Mtoto anakomaa, anafika katika miaka 18. Leo sio kila mtu ambaye anabahatika kupata nafuu ya maisha katika masomo. Kusoma sio vibaya, ni vizuri kusoma, lakini licha ya masomo, wakati wa makonje na vingine, tafuta kakazi kenye mtoto wako anaweza fanya kakumsaidia alede ya ile masomo. Kuna watu wengi walisoma leo wana vyeti, lakini ukiangalia kazi zao ni ile tu akili tu walioipata, lakini sio ile cheti inayowaweka. Wanaishi kwa nguvu zingine ambazo walizoingia ndani licha ya masomo. Na sio kila mtu ambaye Mungu amempangia kama baraka zako zitatoka tu kwa masomo. Ninatangaza hili. Tusome vizuri ndio, lakini mikono yetu nayo tunaifundisha nini? Apare ile diploma tuko nayo, nini ndio tunaweza fanya wakati diploma haijapata nafasi ya kutumika? Kuna kijana mmoja ambaye Bukavu alikuwa anasoma. Alikuwa amefika mu deuxième année secondaire. Wakati ile deuxième année zamani, leo wanaita huitième. Huyu kijana alikuwa darasani mtukutu kabisa. Baba yake alikuwa anajitahidi kumlipia masomo, kufanya gharama zote. Lakini mnajua kilichotokea? Siku moja alitoka nyumbani kwao na msumari. Mnajua msumari? Akaigonga kukiti. Yeye alikuwa anaikala kukiti kia mbele, alafu pale kwenye alikuwa anaikala njoo kuranje ya mbele, mwalimu anapitaka sasa, iko nafundisha, anazunguruka, anapita pale, akaweka msumari pale. Bahati mbaya kuna madame mwanamke ambaye alikuwa anakuja kufundisha mule ndani kuru fulani hivi. Iko nafundisha, mara akapita pale karibu na ile baya ule kijana. Ikamchana kikwembe yake hapa hivi. Akageuka akasema, "Kia fesa." C'est elle. Hada ya kumpiga, unajua zile masomo za zamani walikuwa watupiga sana. Piga mtoto sawa. Kijana tu wa miaka 14 hivi. Wakampeleka ku prefecture. Decision ikatoka akuwe renvoyer. Hastahili kusoma tena pale. Hawezi fuga mtoto wa namna ile. Huyu kijana alirudi nyumbani kwao akamwambia, "Baba, mimi walinifukuza kwa masomo na hivi leo sitarudi haka tena." Baba akamwambia sawa. Akapata wazo akasema, "Hivi umekataa masomo, twende nikupeleke ku garage uanze jifunza kutengeneza nini? Magari. Kwenda shinda chini ya magari juu akili yako tu iko chini." Mtoto akaanza kushinda chini ya magari. Akafanya kazi yake vizuri, akakuwa anatengeneza magari. Baadaye mnajua mtu anatumika ku garage, hakauyaki kujua kutembeza gari, si mnajua hivyo? Après cela kijana akaeneza miaka 18 akafanya 4 ans pale. Baadaye wakampatiaka brevet. Wakati walimpatia ile brevet, siku moja
ONG fulani ikapata pane, wakamuita yule kijana aende depane ile gari. Wakati alidepane ile gari Land Cruiser kufanya matraction mu matope, hata ule mzungu akasema hapana, huyu kijana hatarudia tena kule, tunabaki naye. Kijana akabaki, akaanza kuwa chauffeur wa ule mzungu. Après 6 mois akauza gari yake ya kutembelea, niko na 18 ans. Wakati alifika muniveau ya 23 ans, alikuwa shakuwa na kwake kwenye anabakia. Kisha un jour akakutana naka na ule maîtresse. Maîtresse, bonjour, bonjour, ça va bien. En tout cas, je te remercie beaucoup. Ninakushukuru sana na Mungu akubariki uishi milele. Haunge nifukuzishaka kwa masomo. Maleo sina kwangu. Hivi akamuuliza c'était comment? Bon, hivi na diplome tena? Sina. Niko na brevet yangu na niko natembea Land Cruiser. Ulinisaidiaka sana. Akaanza mwambia kila mtu akuzaliwa akajua asome. Sasa mimi hivi njoo vyenye Mungu alinichaguliaka. Na ninawaambia ukweli, licha ya masomo, kila mtoto anayezaliwa Mungu anakuwa alimpatia kipaji fulani ya kumsaidia licha ya masomo. Sasa ni wewe mzazi kujua mtoto wangu anapendaka nini. Masomo anapendaka hivi, lakini nyuma ya masomo anaweza penda tena afanye hoteleri, sijui nini, sijui nini vile vingine. Unaprofite kumtia ndani mwa ile maformation. Itamsaidia na itamfanya aevite paresse. Kuna watoto wengi leo wanakoma hata hawajui hata kufua mavazi. Je, mnajua kwamba kuna watu wanaishi hapa Goma juu ya kufua mavazi tu ya wengine? Mnajua hilo? Wapo. Na huko Bukavu nimeona mtu anaishi tu juu ya kwenda na sire viatu vya watu wengine. Unatembea barabara na kusemesha viatu vyako vishachafuka. Ni sire ngapi? Sensa. Anainama pala na kupigia unaendelea na safari yako. Anapata za kuuza ndagala na legime, watoto wanakula, siku zinaendelea. Paresse. Kitu kingine ni instabilite. Mtu mwenye haiko stable, jamais maisha yake haiwezi kuwa stable. Wewe unaishi tu kuhangaika na kila unapohangaika hauendi kwenye mission ambayo itakusaidia kuingiza kitu fulani katika maisha yako. Na hii inatokana mara nyingi na vijana ambao wamebahatika, iko na ndugu yake fasi fulani anafanyaka kazi, alimtumia $50. Ni kila klabu, kila pisini anakoka Mugoma ataizunguruka hako. Hatulii, akipata pesa hatulii. Hana mpango wote, hafikirii kuhusu mawazo mengine ili kwamba ajiendeleze katika maisha. Haiko stable. Kitu kingine, kukosa mipangilio. Mtu mwenye hana mipangilio anaweza fikia nini? Hakuna. Na hii ndio niliwaambia tuwe wa baba na vijana wa vision. Ukiwa baba wa malengo ya juu, uko unapanda mbegu nzuri kwa watoto wako. Nao wataendelesha na kitu hicho cha baba kuwa na malengo ya juu. Ukiwa baba wa mipangilio, watoto wako watajua kumbe ilifo mtu kupanga kitu ndio kifanyike. Na ukiwaambia saa unapanga vitu 5, jaribu kuangalia katika hivi 5 kitu gani ndio kiko priorite. Lakini leo kuna watu ambao hajui priorite mubezo zake ni ya wapi. Anafanya tu vitu. Akipata pesa anagaspie. Hii inaleta shida. Lakini pia kuminimize ma opportunite. Unapata ka ofre
wewe unakadharau. Unapata rafiki yako anakuconnect fasi fulani, unadharau. Unapata rafiki yako anajua kazi fulani, unadharau, unashindwa hata kumwambia akuinisie. Una minimize ma opportunity. Kuna vitu vingi vinazunguka karibu yako ambavyo ukiviona na ukiona kila okazio kama ni opportunity, Mungu atakubariki kupitia hivyo. Kuna kitu kingine ambacho inabidi ugonge, ujaribu kugusa tu. Na ukigusa tu pale na umegusa katika maisha yako. Huwezi kujua ni njia ipi halisi ambayo Mungu amepanga kwamba utabarikiwa nayo. Lakini inaomba kuganye maokazio. Zile maopportunity Mungu anakupatia. Ulikuwa haujuanaki na mtu anatumikaka mkampuni fulani. Ulikuwa haujuanaki na mtu anatumikaka fasi fulani. Umepata bahati, mmejuana, mmekutana tu maokazio. Récupérer zile opportunity. Mnafanya kae. Eske unaweza niinisie? Ili wengine, huyu nikimuuliza vya kazi ataona atanidharau, ataona sasa ninahangaika. Hapana. Jaribu, gonga. Na ndio Yesu aliyosema, ugonge utafanya nini? Basi alisema ugonge hewani. Gonga kwa watu wengine. Na Mungu hajatumia tena ile njia ambayo alifanya kwa wana wa Israeli aliposhusha mana inatoka juu mbinguni inashuka. Leo Mungu ametugawia riski kupitia watu wengine. Na hao watu wengine ndio inatupasha kuishi nao vizuri, kujua namna gani tunajichukulia pamoja nao, ili kwamba Mungu anapobariki zile baraka na sisi zitufikie. Alipomwambia Ibrahimu, kupitia wewe mataifa yote yatabarikiwa. Kila fasi ambapo Ibrahimu alikuwa naenda, Ibrahimu alikuwa anakuwa baraka kwa watu. Niliwaambia nyumbani kwake kulikuwa zaidi ya watu 400 ambao walikuwa nao kama watumishi. Na kupitia hawa watu waliishi, walichunga jamaa zao, walitajirika nao kupitia baraka za Ibrahimu. Kitu kingine, woga na ukosefu wa imani. Kuko mtu hata ukimwambia anza uzisha inite za Africell na Airtel na Vodacom, atakwambia tu hazitahomba. Ndani yake iko tu na esprit negative, iko negativist. Anaogopa kuafronte vitu. Nikijaribu hiki anaogopa atahomba, nikijaribu hiki anaogopa atapoteza, nikijaribu hiki hapana. Ni kwa kujaribu ndio mtu anafaulu. Wote waliofaulu sio kwamba waligusa mara moja tu, walienda wakaanguka, lakini walipoanguka tena wakainuka na wakaendelea. Na ni maisha ambayo hata na watoto wadogo wanakuwa nayo. Hakuna mtoto ambaye alitokaka kutambala kisha nakafika natembea mara moja. Mimi sijawahi kumwona huyu mtoto. Akitaka kutembea anasimamaka, anaanguka, anasimama, anafanya nini? Kisha kuna kuja siku zingine anapiga pa moja, mbili, anaanguka. Pa moja, mbili, anaanguka. Lakini kutakuja siku ambayo hataanguka tena, ataanza kuwa tu na kufanya nini? Na kutembea. Na ni hivyo maisha yetu ilivyo. Unapojaribu mara ya kwanza, unajaribu mara ya pili, unajaribu njia nyingine, unajaribu. Na kila unapojaribu unaanguka. Usirudie katika njia ile ile ambayo umeanguka. Kijaribu hapa haiendi, jaribu njia nyingine, lakini lengo ni lile lile na utafanikiwa. Kitu kingine, wivu. Je, mnajua kwamba jalousie inaleta umasikini mjamaa? Ukiwa mtu wa wivu, hautakuwa na muda wa kutafuta vyako. Unaishi tu kuhesabu vitu vya wengine na kusema kama wanaanza kaenda kwa nani? Kwa Beelzebul. Wanaanza kaenda somewhere, hatujui kwenye franga zao wanazitoshaka. Wivu imekunyonga, unaishi tu kukaa ukihesabu magari ya watu na hakuna mwata yako ngapi? Moja. Ukiwa na wivu unaweza hata kuua. Na kuua, umechagua njia ya dhambi ambao ndio mlango wa kwanza wa kuingiza umaskini katika maisha yako. Kuna watu wana wivu kwenye dunia hii.
Na hata kuna wengine ambao wamebarikiwa, lakini wivu umewafanya wasione wengine wamefanya nini, wamebarikiwa. Huyu naye alishakuwa na gari, je vais faire tout pour juu ile gari yake baifunge, akose hata na franga za kuigombolesha. Kuna watu wanaishi na wivu wa namna hiyo. Amekuchukia, anaanza kuwa na mpango ya kuangamiza familia yako kwa sababu ameona umeendelea. Utatenda hivyo, lakini wewe peke yako ndiyo unayejiangamiza, sio yule ambaye umemlenga. Chuki. Unasemea mtu uongo ili kazi yake iharibike, wewe utabaki unalisha jamaa lake. Kuna watu ambao wanaingia katika dosari za watu wengine. Maisha yako yawe yako. Umewekwa hapo ili usaidie watu wengine, haukuweka hapo ili uangamize watu wengine. Na ndiyo maana Mungu alikasirika alipoona wasimamizi wa wana wa Israeli wanawatesa, akakasirika. Fikiria kile unachofanya na baraka za mwenzako zikufurahishe. Sio kwamba zikuchukize, lakini zikufurahishe. Uone kama kumbe haiko tu mie ndio mwenye Mungu alishakabariki. Mungu anaweza bariki na mwingine. Kumbe Mungu hana upendeleo na Mungu ni mwema sana. Jambo lingine, ulevi. Sitaongea mengi sana kuhusu ulevi sababu tunajua baba mlevi hakuwaki na projet yake ni pombe na mambo mengine. Kitu kingine, ushirikina. Kuna watu ni wamaskini na wakosefu kwa sababu wamejiingiza katika mambo ya ushirikina. Akipata franga iko naweza kununua tu madawa. Akipata franga anaweza kununua dawa. Akipata franga anaweza kununua dawa. Anajiletea umaskini katika nyumba yake. Kama kuna watu ambao hawaendelei ni wachawi. Mtu mmoja ndiye alisema, wachawi wako na kazi gani? Uko na nguvu za kupotea, unashindwa enda Bank Central du Congo utuletee zile dolari zote ugabulie familia. Uchawi yako inasaidia kazi gani? Unayua potea watu wasikuone. Pourquoi uendi mbanki utuletee zile franga? Usiletee basi jamaa yako basi ifaidike. Hii nayo inaleta umaskini. Na unaweza kuona kama ambao huyu anafanya ushirikina lakini haiko, ni maskini. Sababu kuna siku ambayo haitaendelea kufanya kile ambacho inafanya, na italeta madhara katika jamaa na unaharibu kizazi chako kinachokuja. Je, mnajua kama kuna watu wengi ambao leo wanakosa kazi kwa sababu jamaa zao kuna doa mbaya? Mnajua hilo? Mama yake tu bana, mama yake wanasema kama anakuwa mlozi. Baba yake wanasema hatumpatia kazi hapa, atakia tuharibishia kazi. Watoto wako wanabaki wanahangaika, sio kwa sababu nao wanafanya kama vile wewe umefanya, lakini wao wako wainosa, wanakufa bure kureputation ya wazazi. Na wengine wazazi ni walevi, wazinifu, wanini. Zile reputation za wazazi muzichunguze vizuri, zinaweza kuleta madhara katika vizazi vyenu. Na mara nyingi kazi ambazo ziko serious, wakitaka kukupa kazi wanaangalia huyu mtu ametoka katika jamaa gani, asije kutupondea mali hapa. Wale watu wako serious, kazi unapewa. Kuna wengine wanaangalia tu jina. Mwalimu mmoja alitupa mfano akasema kuna mtu mmoja ambaye alifanyaka kosa mkampuni fulani, jina yake ilikuwa Bizimana. Alafu ile jina ya Bizimana, ule mtu aliharibishaka reputation ya watu wenye wako na zile jina. Bosi wa ile kampuni akasema hivi, kila mwenye atakuyaka hapa jina yake iko wako Mana, usimpatie yake kazi. Kuna kuya Hakizimana, huyu balishatu katalia Mana natosha. Havugimana, huyu hatuwezi mpa kazi. Kwa sababu Bizimana venye alifanyaka na wanajikuta wanarefule watu wazuri ambao wangewasaidia kwa sababu ya reputation ya mtu mungapi? Mmoja tu.
Kila unachokifanya leo ni mbegu ambayo utavuna siku zinazokuja. Chunguza vizuri kazi ya watu ambao unafanya. Chunguza vizuri mahusiano yako ambayo unaishi ndani. Chunguza vizuri hali yako yote ya kuishi, sababu hivyo ulivyo ni wewe wa leo na wewe wa kesho na wewe wa baada yako. Kitu kingine, distraction de la jeunesse. Vijana wengi wanasahau kwamba siku zetu zimehesabika. Wengine wako nakuja kukimbia nyuma ya maisha walishaoa. Wengine wako nakuja kukimbia nyuma ya maisha ishakuwa trop tard. Opportunité ma occasion zote alishamaliza iko mu distraction. Na kuna aina nyingi ya distraction ambazo zinafanya vijana washindwe kuandaa maisha yao ya kesho. Vijana wengi wameishi katika maisha ya competition. Nani ambaye ana simu nzuri? Nani ambaye anavaa vizuri? Nani ambaye anatoka na mademu wazuri? Nani ambaye anatembeleaka vilabu vizuri? Nani ambaye? Hiyo ndio imekuwa maisha ya vijana. Wanasahau kwamba ili mtu afikie kiwango kikubwa inabidi kwanza ajinyime kwa muda fulani ili siku moja awe mmiliki wa vitu. Kama kuna watu ambao wanagaspie pesa hovyo ni vijana. Na kama vijana wangelipata akili ya kuchunga mali wanazozipata wakiwa vijana, kama vile siku zao zinavyokuwa mbele, kama tungelikuwa na wababa wazuri ambao ni matajiri sana. Sulemani alilijua hili, Yakobo alilijua hili, Yusufu alilijua hili, na wengi ambao maisha yao ilinusurika katika ujana walijua kwamba siku za ujana ni siku za kurekipere. Leo ni konkuru. Konkuru, unapata pesa, unanunua mavazi ya bei kali, na huna kazi, ungali nasoma, ungali kwa wazazi, unaishi maisha ya competition. Ule alitia kabelo ya sasa $1 na mimi ndatafuta. Alivala vazi fulani ya bei fulani, anaona tafuta. Distraction. Vitafika wakati yenye utaikala unawaza, na zile mavazi, na zile simu, na ile elixire ulikuwa nayo havina nafasi. Tembeza miaka yako vizuri ya ujana. Kila mwaka inayopita Mungu anahesabu kama kuna kitu ambacho ungefanya cha maana cha kunusuru maisha yako ya baadaye. Na kila mwaka unayopoteza, unapoteza maisha yako kule mbele. Kuna watu waliishi kiolela katika ujana wao, wakaja kufunguliwa macho nyuma sana, leo wanaanza kulia. Ukiangalia wazazi wetu ambao mko hapa, generation zenu zote ambazo mmekomaa nazo, sio kila mtu ndio mwenye iko na hali ya maisha sasa zenye mko nazo. Kuna wengine mtakutana nao mliishi nao zamani, lakini walizoea maisha ya luxe, wakasahau kupangilia maisha yao. Leo ni walevi wakubwa. Na watu kama hao ndio wakipata deception kule mbele, anabakia tu maisha moja ya mubaya ya ulevi, ya kutapanya mali. Wengine wamekuwa wamizisie mu masoko kwa sababu ya kupoteza muda. Distraction. Katika ujana kuna distraction nyingi sana ambazo zinakuja. Fikiria, unahifadhi nini kwa maisha yako ya baadaye? Wengine wamepoteza pesa zao kwa ajili ya kufukuzia wanawake. Vijana wengi wanapoteza pesa zao kwa wanawake. Juu sheria sinidharau, asione sana niko mtu wa chini, sitampatiaka chini ya $2. Unapata kazi yako, kuliko ile kazi uitumikie vizuri, uko nahesabia tu bashiri wenye uko nabo deja ku TikTok, bashiri wenye uko nabo deja mu makonte WhatsApp na vingine. Sitampatiaka chini ya $100 juu asinidharau. Fanya tu hivyo vizuri. Mungu anakupa, wewe unatapanya. Na kila pesa inayotapanywa yenye haitarudisha faida ni laana. Uko na jilaani baraka zako zote, uko namwambia Mungu, mimi sitaki. Ninapenda nifanye nini? Itapanye hovyo.
Kutafika siku utatafuta hata wakukupa $10 unamkosa. Ndio wakati utakaa unaanza piga mahesabu, na wale wasichana wote ambao uliwagawia pesa zao, hakuna mwenye atakusikilia hata huruma akuletee $5. Hakuna. Kuliko kukusikilia huruma watakucheka na kusema ona hiki akikuyuaka venye kilikuwa ndani. Fikiria vizuri, ukomboe muda wako. Una wakati mchache wa kukaa duniani, tumia wakati wako vizuri. Jambo lingine, madeni. Je, mnajua kwamba madeni zinaongoza kwenye umaskini? Na kama kuna deni ambayo kila mmoja aliye hapa utaepuka katika maisha yako, ile deni ya kusema munikopeshe ndarudishaka na entere. Kama haiko mtu mwenye anataka kufa, njoo mwenye uende fanyia hiyo deni ya vili. Hii ni deni ya kuepuka kama ukoma. Tusome katika kitabu cha Mithali sura yake ya 22 fungu lake la 7 tunapoenda kumaliza. Kitabu cha Mithali sura yake ya 22 fungu la 7. Biblia inasema hivi: tajiri humtawala maskini, naye akopaye ni mtumwa wake anayefanya nini? Tajiri humtawala maskini, naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Kukopa sio vibaya, lakini kopa unapojua ya kwamba nimekopa nitafanya business yangu na nina imani kwamba nitalipa deni. Usikope deni na hujui ni mahali gani ambapo utatosha pesa. Mambo ya imani kwa deni, kuwa makini. Sijasema kama kukopa ni vibaya, lakini ukope unapojua ya kama ninakopa hivi, ninajua hapa nitapata njia, nitapata pesa, nitalipa. Na hizi deni za kusema nitarudisha na interest zinakuwa deni za esclavagisme. Unaishi huko mtumwa wa mwenzako. Na ninakuambia hivi, ukishaeneza, kama ulikamata deni ya watu ya $500, ukishaeneza ile $500, unasikia kasa unabakia na kideni kingine kia kabambi juu ulisemaka utarudishaka na entere. Unaanza sikia sasa unalemelewa ajabu. Na watu wengi ambao wanazoea kuchukua madeni, unarundika madeni. Kuna siku itafika unakosa, nitatosha pesa za kulipa. Umekuwa na deni kubwa ambayo imekuzidi. Unaanza uzisha maparcel. Kampuni yako ulikuwa nayo unaiuzisha yote juu malize madeni. Kopa deni ambayo utalipa haraka. Tuko pamoja? Na ukue huko na resource ambayo itakusaidia kulipa haraka ile deni. Kuna urgence ambazo zinakujaga na zinakuimpose kufanya nini? Kukopesha. Lakini uwe na kiasi katika kukopa deni. Jambo la mwisho, magonjwa. Magonjwa nayo ni mlango mwingine ambao inaleta ukosefu wapi? Ndani ya nyumba. Magonjwa ikikushambulia, kila kitu ulicho nacho kitaenda wapi? Na faktira za hospitali zitokake za kidogo. Na hauwezi diskite, sijui kama kuna kwa pria diskite kwa hospitali. Hii ni kitu cha kuombea sana. Na hii nitasema haitokani sana na mtu binafsi, isipokuwa tu mtu ambaye mwenyewe alijiingiza katika mambo mambo mengine mabaya ambayo ikamsababishia magonjwa, na hiyo magonjwa ikamletea ukosefu. Lakini kama uliumwa tu, sababu tunaishi katika dunia ya dhambi ambayo magonjwa imetawala sehemu zote, lakini magonjwa pia inachangia kuleta ukosefu katika nyumba. Ndio maana kila siku wazazi mlioko hapa, ombeni afya njema. Ombeni watoto wenu wawe na afya njema, na hata majirani zenu wawe na nini? Na afya njema, sababu magonjwa yao inakuyaka tu ina vide. Kuna baba ambaye alikuwa anaweka pesa kusudi anusuru familia yake, ajenge nyumba. Alikuwa ameuza parcel, akasema nitalisha familia yangu vibaya kusudi nifikishe ile malengo yangu. Watoto wakaanza kula chakula hovyo hovyo. Papa iko na waza vizio ya kujenga nyumba. Watoto watatu waligonjoka kulimoya, na zile franga za projet zikaenda wapi?
hospitali. Kama kuna kitu cha kushughulikia sana, afya yako na afya ya watoto wako. Usiwalishe hovyo hovyo, sababu ukiwalisha hovyo unashindwa kugharamia watoto ili wale vizuri, utakuja kuwagharamia wale dawa. Na siku moja mzee alikuwa ananiambia kuna mtu ambaye anadharau kunywa maji, lakini anaendake yuza kwa hospitali, sasa agonja nenda ikunyia mserumu. Jali afya yako. Kama kuna utajiri mkubwa ambao uko nao hapa ambapo umekaa, ni afya ulio nayo. Sasa ukidharau afya, unaishi hovyo hovyo, unakula hovyo hovyo, unalisha watoto wako hovyo hovyo, mke wako unamlisha hovyo hovyo, unajiletea umaskini. Siku magonjwa itawashika. Na kuna wababa ambao waliishi vizuri, lakini sehemu fulani kwa sababu ya kula vibaya na kuishi vibaya, wamefika katika maaje ya makarantenka, balisha kuwa mzigo kwa watoto juu ya magonjwa. Linda afya yako vizuri. Tengeneza afya ya watoto wako vizuri. Mungu naye anajali tunapotunza afya zetu vizuri. Na ndio maana ametupatia kataloge ya vyakula ambavyo tutakula, matunda, miche na mbegu na vitu vingine ambavyo ni nyama ambazo ziko halali kula kama vile amevitaja katika Biblia. Lisha watoto wako vizuri. Wakiwa na afya njema, hautagharamia magonjwa, lakini utagharamia mahitaji mengine ya familia. Kitu kingine ni ulemavu. Mtu akiwa mlemavu wa mikono, wa miguu, basi amekuwa hivyo. Ulemavu nao unasababisha umaskini. Mnajua hivyo? Hutafanya kazi, hutaenda kuposti kwa kazi sababu unakuwa na ulemavu. Lakini vitu hivi tuvichukulie kwa makini sana, vijana na wazazi wetu ambao mko hapa. Tuwe na huruma na watu wengine. Mungu naye atatuhurumia na atajibu maombi yetu. Tuwe na moyo ya kusapoti wengine wainuliwe kama tumeinuliwa. Ushakuwa chef de quartier, saidia hata mwingine basi akuwe sekretari wako, akuwe nakula kuzile makuku zenye nyumba 10 wanalitaka. Na maisha ifanye nini? Iendelee. Mungu atusaidie na atubariki. Njia hizi zote ambazo shetani amezitega mbele zetu ili kwamba tukose, tuwe wakosefu katika maisha, tuharibu maisha yetu kwa ajili ya ukosefu, azifunge zote. Na kama tulivyoomba kila mtu Mungu ampe funguo ya maisha yake, aweze kumpatia kila mmoja aliye hapa. Tumia muda wako vizuri, tumia maisha yako vizuri. Haya yote yaunganishe na umwambie Mungu, pasipo wewe siwezi kufanya lolote. Weka Mungu mbele ya kila kitu cha maisha yako, mengine yote yatafuata na Mungu atakubariki milele. Tusimame tuombe. Asante sana Mungu wetu na Baba yetu uliye mbinguni kwa kutuongoza katika somo la leo. Umekuwa pamoja nasi ili kutufungua akili tuweze kutafakari mapenzi yako. Unahitaji tuwe watoto wako wanaofanya kazi, ili kupitia kazi tubarikiwe na familia zetu zinusurike. Bariki kila baba aliye hapa, kila kijana aliye hapa na kila msichana aliye hapa. Kila mmoja umtolee kitu cha kufanya kitakachomsaidia kunufaisha maisha yake. Wale ambao wamekuwa na kazi tayari, Mungu uwabariki na kulinda kazi zao. Wale ambao wamekuwa na kazi nyingi, wamekuwa na business nyingi, uzilinde na kuzizidisha. Na uweze kuzidisha vipato vya kila mmoja aliye hapa. Kikubwa tunakuomba Mungu tukinge na magonjwa. Kila aina ya magonjwa ambao mwovu atakayoleta ili kwamba ituingize katika ukosefu, katika jina la Yesu Kristo tunaiondoa mbali nasi. Watoto walioko hapa, watoto wa kila familia walioko hapa, wapewe afya njema kutoka mbinguni. Kila baba ambaye alitapanya mali zake kwa njia isiyofaa, Mungu bado hajachelewa, umsamehe na kumpa bahati ya pili. Na kila kijana ambaye hakujua kupanga maisha yake anapokuwa bado kijana,
ili kwamba utuepushe na kujuta siku zinazokuja. Mungu, tufungue akili na usaidie kila mmoja kumpa bidii ya kupangilia maisha yake. Wageni wetu ambao wamekuja, uwabariki. Wakiwemo wale ambao wanakuwa na kazi ndogo, uwainue siku moja wawe na kazi kubwa. Wakiwemo wale ambao wanahitaji kubarikiwa nao ili kwamba mahitaji yao ya familia iweze kunufaika, tunawaombea katika magharibi ya leo. Wanaporudi, warudi na baraka zako. Wafanye kukutana na watu ambao watakaowafungulia milango mingine ya maisha wapate kufanikiwa. Na hivyo tutaendelea kulitukuza jina lako. Tuepushe na dhambi, sababu ndiyo chanzo cha umaskini katika maisha yetu. Utuokoe na kizazi hiki cha ukaidi. Unapokuja mara ya pili, sisi wote pamoja na wageni wetu tupate uzima wa milele. Ni ombi letu katika jina la Yesu Kristo tumekuomba, amina. Asante sana. Mungu atubariki sote na tuwe na jioni njema. Karibuni kwa somo la kesho, tuendelee kubarikiwa pamoja nanyi. Asante.